Karibu tena kwenye The Lens. Hii ni podcast ambayo inaongelea masuala mazima ya real life stories, impact kwenye jamii, pamoja na inspiration nyingi kutoka kwa watu mbalimbali. Na siku ya leo tumepata nafasi ya kukutana na binti ambaye anatoka kwenye Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, ambaye amekuja kwa ajili ya kuongea na sisi The Lens, lakini kushare story yake ambayo itawainspire wanafunzi wengi ambao wako bado vyuoni, lakini ambao pia wako mtaani kuweza kuona kwamba solution aliyoleta kwenye jamii ni kitu gani kimemsaidia kufanikisha kusolve tatizo ambalo lilikuwa linawasumbua watu wengi. Kwa hiyo tuko tayari kumkaribisha binti yetu. Karibu sana. Kwa majina naitwa Blandina Kakore, ni mwanafunzi kutoka Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya na ni mbunifu kutoka Center for Innovation and Technology Transfer CIT. Mimi pia ni memba katika startup inayoitwa Bleka Smart Labs. Nipo hapa leo kushare na nyinyi story yangu nzima ya safari yangu ya teknolojia na elimu yangu kiujumla. Nakushukuru sana Blandina kwa kufanikiwa kufika kwenye The Lens kwa ajili ya kushare. Kimsingi kushare ni muhimu sana historia ya maisha yako, hasa yanayohusiana na masuala ya ubunifu, ili na wengine waweze kujifunza kitu, lakini pia kuwatia moyo waweze kufanya jambo ambalo liko vizuri, kwa sababu ndani yako kuna kitu kinachemka, labda ndio maana ukaweza kufanikiwa kuwa mbunifu. Mimi na swali moja ambalo nataka nikuulize. Katika ukuaji wako kipindi ukiwa mtoto, nadhani kuna vitu viwili unavyovikumbuka au vitatu. Kuna kitu chochote kilichokuwa kinahusiana na masuala ya data science, computer katika ukuaji wako? Kwa kweli hapana. Mimi kwa historia tu, zamani tangu nikiwa mdogo nilikuwa natamani sana kuja kuwa daktari, hasa yani kwenye specialization daktari wa mifupa, orthopedic. Lakini ilikuja kubadilika nilipomaliza form 4, nikaanza kupenda sana mambo ya kompyuta, japo nilikuwa sijui vitu vingi, yani nilikuwa tunajua zile basics. Na nilipofika form 4, matokeo yale ya form 4 kwenda form 5 yakatoka, nikawa ninasoma tuition. Kuna tuition nilikuwa nasoma kule Arusha, nikakutana na mwalimu mmoja. Huyo mwalimu akatufundisha yale masomo ya kuingia form 5, na nikaenda form 5, nikarudi tena tuition ile. Kwa hiyo nilipoenda pale tena ndo teacher akawa ananielezea sasa mambo ambayo yana trend sasa hivi duniani, yani vitu gani ni interesting kusoma. Na huyo mwalimu alisomaga hapa Mosti, sema alisoma mambo ya civil. Kwa hiyo tulipofika akawa ananielezea, akaniambia kuna kozi mpya ipo Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya Mosti, inaitwa data science. Ukimaliza kama una hizo interest unaweza ukajiunga. Kwa hiyo alivyoniambia vile nikawa curious zaidi kujua data science inahusiana na nini, watu wanafanya nini na vitu kama hivyo. Nikaenda nikawa na Google vile tu juu, maana sikuwa najua sana kuhusu data science. Kwa hiyo nika Google. Form 6 matokeo yakatoka ya kuja Chuo Kikuu na selection process zikaanza. Kwa hiyo nikakumbuka tena interest yangu ya data science. Kwa hiyo nilivyokumbuka niliapply vyuo mbalimbali, niliapply Mosti, niliapply UDOM, niliapply UDSM na DIT. Nikabahatika kupata chance hapa Mosti, yani allocation. Nilipopata nikai-approve. Hiyo ndio ilikuwa kozi yangu ya kwanza kui-select, yani ku-confirm. Kwa hiyo nika-confirm, na hapo ndipo safari yangu ya data science ilipoanzia. Lakini kiukweli sikuwa na ndoto za hivi hapo mwanzo. Kwa hiyo ni ndoto ambazo nilizipata au ni fursa ambayo nilipata kuisoma huku mwishoni kabisa sekondari. Nakushukuru sana Blandina kwa historia fupi ambayo umetupa. Kutoka kwenye mtu ambaye alitamani kusoma udaktari wa mifupa mpaka kwa mtu ambaye sasa hivi ni mbunifu ambaye anasoma data science. Na kingine ambacho nimegeji hapa ni kwamba inspiration inatoka kwenye maeneo tofauti. Haukuwa inspired na babako wala mamako, lakini mwalimu ndo amekupa hizo hamasa za wewe kusoma data science. Kwa walimu nao ni watu wa maana sana kwenye maisha yetu, kwa sababu wanatuongoza na watufanikisha kwamba tunakuja kuwa na ndoto kubwa ambazo tunaendelea kushare kwenye maisha yetu. Tunakushukuru sana. Asante.
Asante sana Blandina. Tukiongelea ishu kubwa ya CITT, Center for Innovation and Technology Transfer, hebu natamani kufahamu zaidi kuhusiana na Bleka Smart Labs. Hebu nielezee vizuri tuweze watazamaji wetu wa The Lulu Lens waweze kufahamu kwamba ndani ya CITT na kitu kinahusiana na Bleka Smart Labs kinamaanisha nini.